Hija ni maalum kwetu kwamba ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamebainisha hilo, kusema bunia al-islamu ala 5, kwamba Uislamu umejengeka kwa mambo matano muhimu, na katika mambo matano hayo ni kwenda kufanya ibada ya hija. Haji albayti man istata'a ilayhi sabila. Tafsiri ya hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuifanya hija kuwa ni nguzo, na sisi sote tuelewa maana ya nguzo. Ni jambo ambalo ukiangusha umeangusha jengo lenyewe. Mtume alikusudia katika hadithi hii kuipa hija mazingatio makubwa sana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake kitukufu Qur'an al-Karim, kama tulivyosomewa na mashekhi zetu hapa, Mwenyezi Mungu anasema wa'adhin fi an-nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Kauli hii alipewa Nabii Ibrahim alayhi salam baada ya kupewa amri ya kuijenga al-Kaaba. Akaambiwa sasa walinganie watu, waite watu. Nabii Ibrahim akawaita watu, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akafaradhishiwa ibada hii, na akatueleza sisi umma huu, inna Allaha qad faradha lakumul hajja fahujju. Bali mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu ameibainisha hija kwamba ni jambo linalostahiki kutekelezewa yeye. Walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Sote tunajua nini maana ya labbaik. Haya ndiyo maneno wanayozungumza mahujaji kwamba ya Rabbi, sisi tumeitika wito. Ibada ya hija kwa mtu mwenye uwezo akiitupa imeanguka, basi sisi tunafanya jitihada tu, labda hakuwahi tudiriki pale alipokuwa hakuwahi, tufanye kwa niaba yake. Lakini mtu aliyepuuza ibada ya hija na kitu cha kwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu ametutahadharisha hilo kwa kusema thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im, kisha mtakwenda kuulizwa siku hiyo juu ya neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupeni katika dunia na namna gani mmezitumia neema hizo.